wacha sasa. Heshima kubwa nimwite ndugu yangu waziri wetu wa afya, Mheshimiwa Edwin. Watu hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency the Deputy President. Hata mimi ni yes sir. Nilimwambia Mheshimiwa Kibaki yes sir. Nikuja Uhuru Kenyatta nikamwambia yes sir. Nikuja William Ruto na Kindiki yes sir. Ukiwa yes sir, utabarikiwa na utaenda mbali sana. So msiogope yes sir. Mimi nimekuja sababu huyu mjumbe wenu ni mjumbe ambaye nilifanya kazi na yeye. Na huyu Kichungwa ameshinda kazi na mimi. Kwa nafikiri kwa namwambia wewe usiweke ofisi hii chini sana. Lakini ametosha ama hajatosha? Huyu Kichungwa ametosha ama hajatosha? Na unajua mimi na Deputy President tulikuwa majority leaders. Tukasema yes sir. Mungu akatubariki akatufanya mawaziri. Yeye akabarikiwa tena kwa sababu alisema yes sir kushinda mimi, akakuwa Deputy President. Sasa mimi nikaongeza speed sana ya yes sir. Hata nyumbani mama mimi namwambia yes madam. Mimi nataka watu wa Thika munisikize vizuri. Yes sir. Mimi nilikuwa mbunge nikiwa na Mheshimiwa Kibaki akiwa mjumbe wa Odhaya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa mjumbe wa Gatundu South. Mheshimiwa Raila Odinga akiwa mjumbe wa Lang'ata. Mheshimiwa William Ruto akiwa mjumbe wa Eldoret North. So mimi nikiongea ninajua maneno mimi nasema. Kwa nini? Kabisa. Hiyo yes au muendelee. Mimi najua hapa jamii yote ya Kenya wako hapa Thika. Hata mtu wa kwanza ambaye alikuwa chairman ya KANU hapa Thika wakati wa hayati Kenyatta alikuwa Msomali. Na mnamjua hiyo mzee marehemu Ali Kabati. Na mimi niko na Wakikuyu kwa heshima ya Wakenya wengine. Miaka 20 nilipigiwa kura na Wakikuyu huko Garissa. Hata wakati ile nilikuwa katika chama ya ODM 2007, juu walipigia Kibaki lakini chini wakalipigia mimi Wakikuyu wa Garissa. Hii maneno ya cousins musisikize. Wakikuyu na Wasomali wanaishi kila mahali Kenya. Sisi tunataka ule anaunganisha Wakenya wote bila kabila, bila rangi, bila dini na bila mahali wametoka. Ile makosa pekee watu wanamwambia William Ruto amefanya ni makosa ile wanasema anaunganisha Kenya. Anaunganisha dini zote. Anaunganisha kabila zote. Anaunganisha jamii zote. Mimi niko na haki ya kuishi kila mahali. Ukisikia mtu
Na siku ile nilikuwa na huzuni sana, kwa sababu mimi nina marafiki wengi Kenya kutoka jamii hii. Mimi nililinda serikali ya Uhuru Kenyatta kushinda mtu mwingine. Mimi nilikuwa Mkikuyu, si nilikuwa leader of majority. Wakati nilikuwa nalinda serikali ya Uhuru Kenyatta, mimi nilikuwa Mkikuyu. Wakati nililinda serikali ya Mwai Kibaki, mimi nilikuwa Mkikuyu. Kulinda serikali ya William Ruto ni makosa? Ni makosa? Sasa wengine walituanzia siasa ya mlima na Kenya nyingine. Hiyo barabara ni mbaya. Jana tena ikakuwa ni siasa ya cousins. Wakenya wote, kabila zote, dini zote ni cousins, ni aunties, ni brothers, ni sisters. Mwambieni wale washindwe. Nchi nyingi jirani zetu zimeporomoka, zimeharibika kwa sababu ya siasa ya ukabila. And we must not allow, as a country, we must not allow forces of evil that preach tribalism, division, hatred, disunity among the people of Kenya. Your Excellency, ukinikubalia, mimi nataka watu wa Kiambu mujipigie makofi. Katika ile bima ya SHA hapa Kiambu County, watu ambao kiasi yao ni karibu 720,000 people have registered for SHA. Lakini kwa sababu wale watu wanaishi Kiambu ni 2.4 million, ukilinganisha Kiambu iko number 18 katika county zote za Kenya. Kuna watu zaidi ya 1.4 million hapa Kiambu hawaja register na SHA. Na nataka niwaeleze kabisa, serikali ya Mheshimiwa Ruto ilifanya hili ambaye ilishindikana wakati wa Mheshimiwa Kibaki, wakati wa Rais Uhuru, ya kupatia bima wale wa Kenya ambaye hawafanyi kazi, hawachukui mishahara. As the Deputy President said, only 20% salaried people were covered by NHIF. Your Excellency, as I was coming here, kwa sababu kwa simu yangu hiko 23.6 million wameregister katika SHA. Hospitali zote ya level 2 na level 4, dispensary, health center, sub-county hospital, unahitaji kuregister SHA, uingie utibiwe na utoke bila kulipa chochote. Hiyo imewezekana kwa mapenzi ya Mungu na kwa bidii ya rais wetu, na sisi pamoja na makamu wa rais ambaye tunafanya kazi. Today, na ukienda kwa hospitali ya serikali, ukienda ya faith-based ama private, level 1 to level 2 inalipwa na serikali na ni bure. Mimi naomba watu wa Kiambu County, mkiona makamu wa rais aliongea mambo 8 ambaye serikali yetu imefanya, ikiwa ni kikao huko chini, I said I am so proud of Professor Kindiki as my deputy president. Kwa sababu miaka 2 ilikuwa ni rais pekee amebeba hiyo mzigo ya kuambia Wakenya na mambo ya kutembea. Leo yeye ameenda kanisa, wacha apumzike, wacha huyu makamu wa rais na sisi na wabunge tuendeshe hii Kenya. Na vile tumewauliza
na mkatupatia Kiambu was the county with the highest. Nyinyi wa jamii ya Wakikuyu si watu wa kupotea pata potea. Nyinyi mnajua mahali mnapima, sababu nyinyi ni wafanyabiashara. Huwezi kucheza na maisha ya wananchi. Yes sir. Huwezi kugawanya Wakenya kwa misingi ya kibinafsi. Yes sir. Huwezi kufanya mandugu zetu uwatenge kutoka serikali. Yes sir. Kumalizia, huyu Ichungu alisema katika baraza la mawaziri nyinyi mko na mawaziri 8. Jamii zingine wako na 1 kama jamii yangu. Katika ma-PS mko na 15. Serikali ni yenu ama si yenu? Alafu mnapelekwa wapi? Mimi nikishindwa kazi kwa waziri wa afya, rais atachagua mwingine kwa waziri wa afya. Na atachagua kutoka jamii ya ama ile region mimi nimetoka. Ukipewa kazi utafanya ama utafanya? Sisi ni watu wa yes sir. Yes madam. Excellency, mimi nimempatia Alice 1 million shilling. Asante sana. Unajua kuna watu saa ile wako kwa meza wameona chakula, wanakula na bibi yao na watoto. Sahani ikiondolewa wanalia na wanasema jamii inaumizwa. Ni ushenzi si ushenzi? Wakwende wasikwende. Hiyo tabia sisi hatutaki. Kwa hivyo Your Excellency, zunguka Kenya mzima. Hii serikali ilijengwa na hawa wananchi hao unaona hapa. Hawa kina bodaboda, mama mboga, wanabiashara wale wadogo ambao hizi agenda ambao umeelezea ya bima ya afya, ya affordable housing, ya markets, maneno yote ile serikali inapanga. Na ukimaliza kazi hiyo, badala ya kwenda kufanya fitina juu ya magari kama wale, kuja hapa Thika, inua wanabiashara, Kenya isonge wapi? Unajua Your Excellency, hata kama ni wewe umekaa hapa Thika, kati ya hii timu inaongozwa na William Ruto na Kindiki na ile ya wale wa kelele na fitina mingi, wewe utachagua ukae timu gani? Utakaa hii ama ile? Gani itaunda serikali ile inakuja? Timu ni hii. Kwa hivyo Thika tutatembea pamoja mpaka mwisho, tuinue Kenya yetu. Basi Your Excellency, hata mimi nimeuza majani chai kule Kericho, nimeleta shilingi milioni 1. Tusiendelee.